So wadau, welcome to the channel. For those who are new here, kindly consider subscribing. If you're happening to meet the channel for the first time, to make sure to share, to comment, because you guys are missing a lot, man. So long time ago, wadau, in the village, in a village near the coast of Benin, kulikuwa kunaishi tribe fulani manzejo, lakini hii tribe ilikuwa faced na a lot of challenges wadau. In the village wase walikuwa wanaishi wakiwa under fear fulani juu design ya venye vitu zao zilikuwa zina disappear usiku manze, jo crops zilikuwa zinaenda, animals zilikuwa zinaibiwa. So wadau, hawa maneighbor au ma villagers walikuwa wanaishi under a very very big fear. So hii kitu ilikuwa ina disturb manze jo sana, juu walikuwa wanashindwa mbona like ni kama kuna vitu strange ziwa zina take place usiku, ama zina take place usiku, like if their animals zinakuwa taken away. Unaona mimea zenye wamepanda, so unacheki kama like mmepanda mahindi nini and stuff wanaamka asubuhi wanapata zote zimefanya nini, zimedisappear. So hii kitu iliwabother sana man, ikafika point yenye like wakasema like this shit haiwezi endelea hivi forever man. So usikiwa dau, the village elders waliamua kuitana man. So hawa jamaa wali decide that juu vitu zinaendelea ku take place, mbona tusiitane alafu tukae twende under a very very big tree, like to make prayers na nini, so that our ancestors and so many other things were to protect, unaona, like the supernatural power will come through, were to protect against whatever they were going through, unaona. So wadau, usikii after wameamua kuitana hivyo, majamaa wakapiga risala ama wakapiga maombi, unaona. Hawa jamaa wakapiga maombi wakasema sisi tu kama Johnny, whoever is watching over us wanaweza come through man, it could be the best thing that inaweza to happen here for now. Like kila mtu alikuwa terrified, alafu unapata walikuwa wanafanyiwa hadi hivyo kwa boma zao na hakuna kitu watafanya, unaona. So like the thieves walikuwa so arrogant, unaona. So juu maombi yao ijibiwe, hawa sasa walitumiwa the first legend, unaona, mwenye alikuwa ni wa the people of the Zangbeto. So the Zangbeto ni mtu mwenye ako na excess power na anaweza communicate between the people and the supernatural powers ama the ancestors, unaona. So who the first Zangbeto man alikuwa anakaa ikishafika sunset anaanza ku go through like huko kwa kijiji na kuna giza jo so anapita through, anapita akiangalia, alafu ana speak across the whole village, unaona. So wadau, by the way, kuna kuanga na so much power in talking, unaona, in the tongue, unaona. Juu ni kitu hadi Bible unaona inakuanga ime clarify clearly, unaona. So mse angego around a make words zenye angemake, akimake sure like ana believe hiyo ita protect the whole village, unaona. So usikiwa dau, siku moja kulikuwa na msichana mmoja like alikuwa anapita karibu na penye shrine na kuanga, unaona. So akiwa anapita closely na shrine, akaona python fulani iko hapo, ni big, unaona. Hiyo python ni kubwa jo, ni snake kubwa design yenye inafaa ikuwe scary, lakini kitu fani ni watu wengine wote wanakuwa scared, lakini huyo dem akasema hii kitu mimi sidhani, hii snake sidhani kama iko na nia mbaya or something. Yeye badala atoroke ana go through. Sasa acha mimi niwaambie, mimi ikifika ni story na snake hata kama mmetoa venom yote kwa hiyo body man, mimi naogopa snake ile big. So uski msichana akaenda akaiapproach, akaitreat with a lot of love na care, unaona. So kutokea hapo wase wakasemanga so kumbe snake hata hazifai kuwa kitu yenye like ni kitu ni dangerous. So watu waka embrace hiyo culture ya snake, waka embrace the snakes, wakaamini like snakes ni vitu zenye
haziwezi wadhuru, like zinafaa kuwa taken well care of, unaona. So usikii wadau hawa wasee slowly by slowly wakaanza kuembrace hiyo culture, like kama wako na functions, kama wako na manini, au majamaa wanavaa snakes kwa shingo kama commemoration ya like kuonyeshana snakes si vitu mbaya kwa society, unaona. So ukienda huko kama wewe ni mgeni na unaogopa snake, like culture yao ni lazima uvae during hizo ma traditions, mangoma ngoma nini wakipiga, wasi wakijibamba. So hiyo ilikuwa part of their culture, ilikuwa embraced into their system kwa sababu walikuwa wana ensure that hakuna mtu yote mwenye angedhuru the snakes, kwa sababu walikuwa na feel snake pia ina connect like the current life na life yenye ilipass, unaona. So hawa say mi kitu inanishtua ni unafunga snake kubwa hivi kwa shingo man. Hey! Ah, mm -mm, mm -mm. Mimi na snake jo mazee jo. Hiyo hatuwezi patana. Hatuwezi kaa room moja. Mbona tukae room moja na snake? Hii ikiwa huko mimi nitapata juu ya kitanda. The next minute nimedisappear wadau. So usikii wadau venye niliona hii kitu ilikuwa inanifascinate design, nikasema how man? How? Unaona? So ni kitu ilinishtua, but to them that is a good thing. Walikuwa na feel like snake pia zinatumika for ile kuwa connect na the past ama the supernatural power. So hivyo ndo venye snakes zilienda kutumika na hawa sasa, unaona. So usikie wadau, ukienda huko kama wewe ni mwoga utafungiwa snake kwa shingo, na imagine hadi venomous snakes zimekuwa tamed design yenye azifeel kama zinafaa kudhuru hawa sasa, ama like zinafaa kuwa harm. So hey, I'm not visiting these people anytime soon man. So kama unafeel unatamani kuenda kujoin their culture because they are our fellow Africans, you can visit them. These people wanatoka Benin, kwa coast za Benin, unaona. So that's the thing, nilikuwa tu curious about venye like how is it a culture of so many people like to embrace snake on their neck na wana dance nazo nini, wanaruka ruka zile traditional dance zinafanywa na hizo snake. Nikasema mimi I'm not doing this man. So ni kitu yenye like it's a good thing. Ndio najua maybe sisi fear yetu ama phobia yetu ni kitu labda tulitake in, unaona. Yenye tulitake in, but hata kama tulitake in or not man, nani ana king around snakes? Who loves snakes? That's the thing man. If you are new here guys, venye tumesema tusisahau kusubscribe. YouTube channel yetu iko on the road to 500 subs man. Let's go through hii journey pamoja. Mimi najua like tutaendelea ku make more of these stories, na najua kazi zitakuwa zinawabamba. Share your feedbacks on the comment section so that we know man. Alafu story unataka tufanye next year, the whole Africa, we are covering like the whole Africa. Wewe tushoto hapo kwa comment section, ama you can even send us to you can DM us the stories tuone how we will make them possible man. Thank you so much guys.